Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na tumekutana tena katika jioni ya leo ili kuweza kujifunza neno la Mungu kwa ufupi na tuombe. Bwana Yesu, tuwezeshe kuelewa maandiko yako. Tuwezeshe kuelewa neno lako, maana neno lako ndio uzima wetu. Neno lako ndio nguvu yetu. Neno lako ndio kimbilio letu. Neno lako ndio chakula chetu cha kutufikisha mbinguni na katika njia ya kweli. Uwezeshe watoto wako ambao sasa wanaenda kulisikia neno hili na likafanyike kwa msaada na ngao katikati ya maisha yetu kwa pamoja. Katika jina la Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Na tamani tujifunze Mwanzo 3:9. Mwanzo 3:9 nasema, Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Narudia, Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kwenye neno hili natamani tuzungumze swali hili linalosema uko wapi? Biblia inapouliza, tulitamani kuona Mungu angemuuliza umefanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Hasa kwenye mstari huu tu mmoja unatuonyesha kwenda kutafasiri habari za nafasi ya kila mtu katika maisha. Nafasi ni nini? Nafasi ni mahali ambako Mungu anamweka mtu ili amfanikishe kwa mafanikio ya rohoni na ya mwilini. Nitarudia. Nafasi ni mahali ambako Mungu anamweka mtu ili amfanikishe kwa mafanikio ya rohoni na ya mwilini. Au nafasi ni mahali patupu. Au naposema nafasi ni mahali patupu. Au kwa tafasiri nyingine ni uwezo wa kufanya kitu. Nafasi ni uwezo wa kufanya kitu. Au kwa tafasiri nyingine, nafasi ni eneo ambalo mtu amepewa, au fursa au cheo ambayo mtu amepewa. Anatakiwa kufanya mambo yake yote na kuishi maisha yake yote akiwa hapo. Au ni fursa au ni cheo alichopewa mtu ambako anapaswa kufanya mambo yake yote akiwa hapo. Manake mambo yote unayopaswa kuyafanya, unapaswa yafanye ukiwa kwenye nafasi. Kwa ukiyafanya nje ya nafasi au nje ya fursa uliopewa, maana yake tayari utakuwa umeondoka kwenye ile nafasi ambayo ulipewa, au kwenye ile fursa uliokuwa umepewa. Na nafasi, tunapozungumza nafasi ni cheo au fursa ambayo mtu anapewa. Na anaweza kupewa na mtu, anaweza kupewa na Mungu, unaweza ukapewa na mtu, unaweza ukapewa na Mungu. Nafasi hiyo, ili ufanye mambo yako yote ukiwa pale kwenye hiyo fursa. Na utakapofanya ukiwa pale kwenye fursa, na utaona baraka za hiyo nafasi, kwa sababu nafasi, kila nafasi unayopewa ina baraka zake. Kila nafasi ambayo mtu anapewa, hata kwenye uongozi, ukiona mtu amepewa nafasi ya kuwa mkurugenzi, maana yake anapaswa afanye mambo yake yote ya ukurugenzi akiwa kwenye hiyo fursa. Sasa ukifanya nje hapo, ndo unasikiaga hapa na ametumbuliwa, ameondolewa. Kwa nini? Alifanya nje ya fursa ambayo alikuwa amepewa. Na kila unachokifanya lazima kifanyike tokea kwenye nafasi yako. Kila unachokifanya lazima kifanyike kutoka kwenye nafasi uliopewa. Ukifanya tokea kwenye nafasi ambayo hujapewa, kuna kuvuruga, kuna kuharibu. Yote hayo huwa yanatokea. Na nafasi huwa haina mashindano. Kila fursa anayopewa mtu, ambao tumesema nafasi ni fursa,
au nafasi ni cheo. Kila nafasi au kila cheo anayopewa mtu haipaswi kufanyika kwa mashindano, kwa sababu kila mtu ana cheo chake, ana nafasi yake, ana fursa yake. Tunapoangalia kwa Adamu, anaulizwa uko wapi? Maana yake, mbona kwenye fursa niliyokuwa nimekupa haupo? Ndicho lengo alilokuwa analitaka Mungu. Anawauliza, mbona kwenye fursa niliyokuwa nimekupa Adamu haupo na umeondoka? Kwenye cheo nilichokuwa nimekupa Adamu umekiachia. Adamu alikuwa amepewa cheo, sio kukaa tu kwenye bustani ya Edeni. Alikuwa na cheo alichokuwa amepewa, lakini pia akapewa fursa ambayo Mungu alikuwa amempa. Mungu alipokuja kumwangalia Adamu, hakumwangalia Adamu kama Adamu, aliangalia fursa alizokuwa amepewa Adamu, aliangalia cheo alichokuwa amepewa Adamu. Sasa Adamu alipoteza cheo, alipoteza fursa, alipoteza kufanya uwezo kwenye fursa zake. Kwa Mungu alipokuja akamuuliza uko wapi? Maana yake fursa zako nilizokuwa nimekupa umempa mwingine. Cheo chako nilichokuwa nimekupa umempa mwingine. Maana yake amekaa mtu mwingine. Si swala tu la kuwa kwenye bustani amejificha, alikuwa amepewa kutunza ile bustani. Lilikuwa ni swala la fursa alizokuwa amepewa Adamu. Maana yake anaulizwa, mbona umezipoteza? Ndio maana swali linasema Adamu akaulizwa kwenye ule mstari wa 9 akasema, mstari wa 9 ndio unasema, Bwana Mungu akamwita Adamu, akamwambia uko wapi? Akamwita Adamu, uko wapi? Manake kwamba fursa zako, cheo chako Adamu umekipoteza. Acha nimalize hivi. Katika nafasi kuna vitu vilivyoko ndani ya nafasi. Cha kwanza ni hatima. Kwenye nafasi, kwenye fursa, kwenye cheo kuna hatima. Na kwenye cheo, kwenye nafasi ambayo tunaizungumzia, kuna kibali. Ukifanya kwenye fursa uliopewa na Mungu utapata hatima, utapata kibali, na pia kuna watu watakuletea rasilimali. Kwa utapata Mungu atakuletea watu ambao ni rasilimali ukiwa kwenye fursa yako. Lakini pia utapata mpenyo. Ukiwa kwenye nafasi yako, lazima nafasi inakuwaga na mpenyo. Nafasi pia huwa imebeba mafanikio ya kweli. Nafasi pia huwa imebeba majibu sahihi. Nafasi pia huwa imebeba silaha za ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wangu akubariki na akutunze, ujue kuitumia nafasi yako. Usisubiri Mungu aje kuulize uko wapi. Akisha kuuliza uko wapi, maana anatafuta fursa alizokupa umezipoteza. Anatafuta cheo aliyokuwa amekupa umeipoteza. Kama Adamu akamwambia, Adamu akaitwa akaulizwa uko wapi? Maana fursa zako Adamu umeziacha. Cheo chako nilichokuwa nimekupa umekiacha, umempa mtu mwingine na ambaye sikumhitaji mahali hapa. Usikubali kudanganyika kutoka kwenye nafasi yako. Mungu akuwezeshe na kuombea. Mungu akuwezeshe kusimama kwenye nafasi yako. Ikiwa ni mama, simama kwenye nafasi yako kama mama. Ikiwa ni baba, simama kwenye nafasi yako kama baba. Ikiwa ni mchungaji, simama kwenye nafasi yako kama mchungaji. Ilinde na uisimamie na uitunze, ili siku ya mwisho Yesu asije kukuuliza uko wapi? Uko wapi? Maana yake umetoka kwenye cheo chako, umetoka kwenye fursa yako, umetoka kwenye hatima yako, umetoka kwenye rasilimali ambayo Mungu alitaka kupe, alikupa, umetoka kwenye kibali chako. Chunga sana. Chunga sana. Unaweza ukapoteza vyote, ila usipoteze nafasi uliopewa na Mungu. Na Mungu wa mbinguni akubariki katika jioni ya leo. Unapoenda kusikia, Mungu akupe mafanikio mema na kutunze pia. Amen.